Nakupenda. Nakupenda pia. Kwa utamu wako chakula. Natamani pia usinipikie hapa tu. Unipikie mpaka kule ndani kwa wote. Mshira, tuone mama. Vai. Moshi Kilimanjaro, na hapa tumemfuata bwana Yusuf Ambari baada ya kupigiwa simu kwamba wewe ndo mshindi wa gari kutoka PMBet. Ulipokeaje hizo taarifa kwanza? Nilipokea kawaida. Ila baada ya kuelekezwa kwamba angalia kwenye leaderboard ya PMBet na kuona kweli ID namba yangu, pale ndo nilipoamini kabisa. Ulifahamu vipi sasa PMBet? PMBet nilifahamu kupitia maduka yao. Tovuti yetu ni pmbet.co.tz. Vai. Hivi kile nilichokiona nilikuwa naota, ni sahihi, halisia au ni kweli kabisa? Sasa mama usichokelewa pale ni nini? Manyanya mimi ni mume wangu, tulikuwa tuna tofauti, tumeamua tuzimalize, basi tumerudiana. Yaani kweli kabisa? Yaani mimi kupambana kote kule, kukupigania kote mpaka vitu vinakwenda mwishoni. Vai. Unarudisha tena vitu nyuma, yaani unaongea kabisa kwamba eti mmerudiana na wala huna hata wasiwasi. Huyo manyanya ina maana akakufuata, akakuomba msamaha, akakubembeleza mpaka ukalainika kiasi hicho, au ni kitu gani? Mama manyanya mimi hata hajaniloga, wala sio kwamba yeye ndo amekuja kuniomba msamaha. Mimi ndo nimetoka, nikamwomba msamaha, nimwambia yaishe tuendelee, sioni sababu ya kuendelea na vitu vyote hivi. Uzuri amekubali na mimi nimelizika, basi. Sasa shida iko wapi hapo mama? Kwani mama wewe ulikuwa unatakaje? Ngoja nikwambie ukweli. Mimi nampenda manyanya. Tena nampenda sana. Yaani sioni sababu ya mimi na yeye kuachana, sijui ndio yetu vurugike. Ndio maana siku zote hizi nilikuwa siko sawa. Kila nikifikiria naona sikuwa nimeplani mimi niishi hivi au tuishie hivi na manyanya. Kwa hiyo nimeona tumalize, tuendelee. Sasa mimi nilitegemea wewe kama mzazi, basi hata ungefurahi kwamba tumerudiana, tumeweka sawa mambo yetu. Ndio kwanza unaongea hivyo kwa kupanic, unakasirika. Sasa unakasirika nini hapo? Vai. Kwa hiyo sasa mimi ndo nimekuwa mchawi wa kuja kuroga ndoa za watu. Naonekana mwanga sasa mimi. Yaani mimi ndio kivuruge. Vai mwanangu, umeamua kabisa kweli kunivua nguo mama yako? Kwa sababu ya kile kikaragosi kile. Vai, hakuna mwanaume anayesamehe cheating. Yaani yeye akichiti ni sawa, lakini wewe mwanamke, hayupo mwanamume wa aina hivyo. Utakuja kunikumbuka mwanangu. Mimi ni mama yako, utanikumbuka Vai. Utataka msaada wangu wewe. Utanirudia mimi mama yako Violet. Tupo hapa. Mama. Tuishie hapo. Nisije nikaongea vitu vingine hapa bure nikakukosea heshima. Uzuri mimi ni mtu mzima na ninachokifanya nakijua. Niache kuna wakati pia na mimi nifanye maamuzi yangu basi. Alafu si umekuja kwa sababu ya biashara zako. Maliza biashara zako, nenda. Mimi mambo yangu yashakuwa sawa. Siku mwema. Violet. Mungu wangu. Manyanya kanirogea mwanangu. Manyanya mchawi. Nini hiki? Vai wa kunisaliti mimi, vai wa kuongea maneno yote haya kweli mbele ya macho yangu hapepesi. Ama kweli uchawi upo. Uchawi upo. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea.
Na vipi? Maana katoka katuangalia karudi ndani. Achana naye mshamba huyo. Kwanza inaonekana Kiswahili. Za asubuhi. Jamani majirani za asubuhi. Majirani sina wasalimia jamani. Msichana vipi? Mbona kama unalazimisha ujirani? Za asubuhi. Umenyamaziwa hujiongezi? Kama uliona salamu ni muhimu, kwa nini ukusalimia toka mwanzo ulivyotoka? Lakini ulichokifanya, ulitoka mbio na kwenda kumuita yule ngedele mwenzio. We koma we, mimi sio ngedele. Ngedele wewe shoga yangu, baba yako, mama yako. Muangalie kwanza mwanamke mzima una hata haya. Umekoma wewe mpaka maisha yako. Sasa ndio kwanza saa 2 asubuhi. Mimi ugali kikili vipi shoga umechunda? Leo liangalie kwanza una aibu. Nini? Wedemu umenitaje? Hivyo ulivyosikia. Yaani watu mnasalimiwa vizuri mnaona kama mnashobokia. Kwa maisha gani uliokuwa nayo? Au sio? Unaniweza? Hivyo shoga yangu. Yaani unavyotaka wewe na sisi ndo tunataka hivyo au sio shoga yangu? Puta. Naputa kibeheo. Naputa. Sasa sogea kama mwanamke kweli. Muangalie kwanza zezi mbona unataka kushindana na watoto? Hiyo. Wewe unataka kushindana na watoto hiyo? Wewe vipi unakufuata kweli? Mtatoka tu humo ndani. Washamba wakubwa nyinyi. Shamba bibi yako. Hiyo. Wewe kutufuata namna hiyo. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako dunia. Ino dunia. Huko tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Ino dunia. Ishi. Baba shika nachoka mikono. Wewe. Hivi sasa hivi umeanza kunizoea humu ndani eh? Ushaanza kuwa na masharti yako sasa. Yaani unaleta glasi kwangu, unaniambia mimi swala la kwamba eti unachoka mikono. Wewe unaweza ukachoka ndani kwangu? Yaani nyumba yangu, eh? Na wewe unakaa humu kwa mshahara wangu. Afu leo unaniambia mimi unachoka mikono? Wewe, hivi unajua thamani ya ile glasi? Unajua nimeinunua wapi ile? Yaani kwa jinsi ulivyokuwa una nidhamu, unakuja hapa ile glasi yangu ambayo mimi nimeinunua kwa thamani, hujui nimeitoa wapi na hujui kazi yake inayofanyika huko ndani. Unakuja unaichukua, unaenda kumpelekea ule mtoto mdogo kabisa. Afu hii glasi ambayo inatakiwa apewe yeye ndio unaileta kwangu. Hivyo una akili timamu wewe? Kwani we baba unataka maji ya kunywa au unataka gilasi? Hata kama ningekuwa nataka ya kuoga, lakini humu ndani kwangu. Kwa nini unipangie masharti? Kwa nini ulete sheria unazozitaka wewe? Hivyo
wewe unakuwa na mambo gani ajabu ajabu? Na kwa nini sasa hivi unakuwa na mabadiliko ya kiasi hiko? Wewe, nisikilize nikwambie. Utakuja kuondoka humu ndani, pata kushinda. Humu ndani pata kushinda. Mjomba, hivi umesahau kila kile ambacho kimekufanya uje hapa, si ndio? Mjomba, wewe ni mtoto wa dada yangu. Tena nimekuleta hapa kwa mapenzi yote. Lakini angalia leo unavyokuja kunifanyia. Yaani mjomba, toka umekuja wewe humu ndani, umekuwa kirusi kabisa. Umenifanya nimekuwa sina amani, sina raha, nashindwa hata kukaa vizuri kwenye nyumba yangu kwa sababu yako. Sasa mjomba, hapo kosa langu ni nini? Maana nini? Yaani mjomba, sasa hivi humu ndani wanaume tumekuwa wawili. Mimi nimeweka mke wangu na wewe unajichukulia mke wako, unataka ujiwekee humu ndani. Yaani kwa kifupi, chongo unataka kulipakaza wanja. Mjomba, yaani wanavyosemaga kwa mjomba hakuna ulisi, lakini wewe umeona mapema tu ujikatie kipande chako, au sio? Ujilimie, alafu baadaye mambo mengine afanyeje? Yaweze kuendelea. Sikiliza mjomba, mimi siwezi kugombana na dada yangu kwa sababu yako. Cha msingi nachokiona, sasa inabidi humu ndani utoke. Kesho kusanya nguo zako. Kesho kutwa safari unarudi nyumbani. Hapa pamesha kushinda, unaondoka. Baba, hapo penyewe sasa. Mimi mwenyewe nataka kuondoka nyumbani. Nimeshachoka. Nikusanyie kila hela zangu zote za nyuma kuanzia mwezi wa kwanza, wapi hadi wa 3, zote nazo kudai. Usiache hata shilingi ndara. Nataka hela zangu. Nataka na mimi niondoke nyumbani leo. Wewe unanitisha mimi? Nenda. Kama unataka kuondoka, nenda. Unataka kunitisha mimi? Wewe unamdai nani huko? Kuna mtu unamdai? Amuka na wewe. Wewe mjomba. Wewe unainuka kweli? Mjomba, yaani umeanza kunivunjia mimi heshima kwa ajili ya hilo furushi? Hivyo mjomba una akili kweli? Mjomba, nakwambiaje? Yaani wewe unatafuta visa Dubai kwa sababu ya kujichubua. Wenzio Waarabu wale. Mjomba, utaondoka nakwambia huko ndani. Tena mtaondoka wote. Mniache na nyumba yangu. Shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaje na wapumbavu wa moo. Dunia anguko lako ni kicheko kwa wengine. Na kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka makao makuu ya nchi hapa ni Dodoma. Umejisikiaje kwanza pale ulipopata taarifa kwamba wewe ndiye mshindi wa gari hii kutoka PMbet? Najisikia furaha sana kwa sababu ni zawadi ambayo sikuitegemea kama itanifikia na mimi. Mchezo gani umekuwezesha wewe kushinda hii? Mchezo wangu pendwa ni Sevens and Fruits. Ingia tu kwenye tovuti ya pmbet.co.tz na huko anza kucheza michezo ya kasino ambayo inapatikana huko zaidi ya 1500. Good morning, sweetheart. Morning, wife. Umeamkaje? Mimi niko poa. Sijui. Niko poa pia. Umeamka saa ngapi? Toka saa 11 mimi niko macho. Niko nimekaa niko nakutazama. Yaani nimekuangalia wewe. Sikuchoki. You know what, babe? Yes. Nakupenda. Nakupenda zaidi. Yaani hapa nilikuwa nawaza. Babe, unajua tumerudiana, watu wengi hawatopenda. Naamini watu wengi watakasirika. Picha linaanza jana mama alivyoniita kwanza. Nimemkuta amejaa. Anavyoongea. Unajua kuna kitu mimi sikielewi. Babe, mimi najua mzazi akiona ndoa ya mtoto wake inabomoka atapambana aweke sawa ili mrudiane sijui, lakini kwa kile imekuwa tofauti. Ananiambia vitu vya ajabu, alikuwa anashauri vitu vya kijinga. Sasa hivi ndo naangalia naona kwamba siko sawa.
Unajua mimi niliona na kuna namna nilikuwa naelewa kabisa kila kinachoendelea. Ndio maana nilikuwa nawaacha muendelee kuungana mfanye mnayofikiria. Lakini uhalisia ni kwamba mapenzi ya watu wawili ambao wameshakaa kitanda kimoja na kuwa mwili mmoja hayaingiliwi. Unajua nilikuwa na wish hata zile simu ambazo walikuwa wananipigia dada zangu ungekuwa unasikia sweetheart. Watu wanakuambia simu achane. Sijui nini, kila mtu alibebea bango, yani kila mtu alibebea. Ila tu sasa hivi ndo naelewa kwamba vya kwao viliwashinda na walikuwa wanatamani vya kwangu viharibike. Hivi tulivyokuwa tumetulia ulikuwa unawaona hapa. Ulikuwa watu wanatupigia simu. Lakini unaona yameharibika, mambo yakiharibika wao ndo wanataka hapo hapo ili tufanane. Mimi sitaki hiyo laana ya ukoo jamani. Waniache na ndoa yangu. Yani ndugu wabaya. Sisi sijui hata taika wapi sura zao. Yani kama Dailini, yana nishauri mimi niachane na wewe. Akati yeye ndoa yake imemshinda, hata siku moja sije kuwasikia kwamba wanapeana talaka au wanaachana. Kwani wao hayawakuti? Kwa nini wanishauri mimi tuachane? Yani kama namuona, nahisi atakasirika babe. Eti mimi niachane na wewe. Labda nife. Umekuwa siku hizi. Safi. Yaani kumbe nilikuwa najitesa tu bure kukaa na maini yangu mbali. Kawa nikalivu kazuri. Sawa. Baada ya kumisiana kwa muda mrefu, hatimaye unaonaje usiku wa jana? Sweetheart. Tena bora tu umeniuliza. Kwani jana ulikwaje? Yaani maana kama ulijiandaa ulisema huyu akiingia kwenye 18 zangu. Mbona kama ulinikamia hivi? Wewe. Mimi mtu wa kazi. Kinipa kazi nafanya kazi. Na hivi na muda sijapiga kazi. Umenipa kazi, nimepiga kazi. Kazi. Nipe hiyo tamu tamu, nikupende wewe tu. Tamu tamu. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.